Miaka 5 iliyopita alikuwa yuko vizuri kabisa, yani hakuwa na changamoto zozote. Lakini tokea mwaka huu umeweza kuanza, alikuwa akipitia dalili ambazo yeye mwenyewe alikuwa azifahamu. Lakini miongoni mwa dalili hizo kwamba huwa anapata ganzi mara kwa mara katika mikono, lakini pia katika miguu, ganzi ambao inachukua muda sana, afu mwisho unakuja na achia. Lakini pia alikuwa anapata hali ya kuto kuona vizuri, kwa maana maono yake yamekuwa ni hafifu, yani haoni kwa mbali, yani haoni vizuri toka mwaka umeweza kuanza. Lakini tofauti na hilo, pia ni mtu ambaye nyakati za usiku huwa anaamka sana kwenda chooni, ni mtu ambaye anakojoa mara kwa mara. Na hiyo pia huwa inapelekea kwa sababu anakunywa maji mengi, kwa sababu kila wakati huwa ni mtu ambaye anakuwa anahisi kiu, kwa anakunywa maji mengi sana. Hivyo baada ya kuweza kuzungumza naye, nikamshauri kwamba kwanza fanya vipimo, kwa maana kuweza kugundua una changamoto. Lakini pia kitu ambacho ni mshauri, aende akapime sukari, na baada ya kwenda kupima sukari yake iligundulika kwamba iko kubwa kuliko ile hali ya kawaida ama sukari ambayo inahitajika. Hivyo ameweza kuanza matibabu. Kwa na kushauri na wewe ambaye labda umekuwa ukizipata hizi dalili kwa muda mrefu, lakini umekosa mtu ambaye anaweza akakwambia kwamba hiyo changamoto inasababishwa na nini. Ikitokea wewe ni mtu ambaye unapata ganzi katika mikono, unakuwa unapata kiu sana, lakini pia unakojoa sana nyakati za usiku, lakini pia ni mtu ambaye unakuwa unakosa hamu ya tendo mara kwa mara, aidha ni mwanaume ama ni mwanamke, basi hakikisha unafanya vipimo, kwa sababu hali hizo zote huwa zinapelekea au zinasababishwa na kuwa na changamoto ya insulin resistance, kwa maana kuanza kupata changamoto za kisukari. Hivyo hakikisha unafanya vipimo. Kama video imeweza kusaidia, hakikisha unashare kwa watu wengi zaidi, ili pia na wao waweze kujifunza. Usisahau kuweza kufollow account ya Glucomizan, ili uendelee kupata tips nyingi zinazohusiana na ugonjwa wa kisukari.